Kama unataka kubadilisha maisha yako, anza kubadilisha fikra zako, kwa sababu mabadiliko ya kweli huanzia ndani, ndipo yanaonekana nje. Namna ya kubadili fikra mbaya kuwa takatifu, au kutoka katika fikra hofu na kwenda katika fikra takatifu. Moja, tambua na ukubali fikra zako. Huwezi kubadili kitu usichokitambua au kukijua. Jiulize, nafikiria nini mara kwa mara, au nafikiria nini mara nyingi? Mawazo yangu yanaelekea wapi? Je, kwenye uovu au kwenye mema? Hii ndiyo hatua ya kwanza, kujichunguza ndani yako. Nini unachokifikiria? Ni mazuri au mabaya? Ni uovu au utakatifu? Pili, ijaze akili yako neno la Mungu. Yaani, jitahidi uwe mtu wa kusoma sana neno la Mungu. Fikra hazibadiliki kwa kuziacha tu, maana unapobatiziwa ni kama vile unakuwa na nafasi ambayo iko wazi. Hasa hiyo nafasi inahitaji ipate kitu kipya. Ndio hivyo, ndio maana nimesema fikra hazibadiliki kwa kuziacha tupu, zinabadilika kwa kujazwa kitu kipya. Soma Biblia kila siku, soma vitabu tofauti mbalimbali, tafakari. Usisome tu, elewa zaidi. Kariri mistari yenye kujenga maisha, yaani kuwa mtu mwenye ni tabia ya kupenda kujifunza Biblia, kusoma neno na kariri mistari yenye kujenga maisha. Neno la Mungu linafanya kazi ya kusafisha akili yako taratibu taratibu. Tatu, linda unachokiingiza akilini. Kila unachoona na kukisikia na kukihisi na kukiamini hujenga fikra zako. Epuka video chafu, ikiwemo ni pornografia, ikiwemo ni picha chafu, ikiwemo ni muziki zisizokuwa na maadili mazuri. Ndio hivyo kabisa, maana mazungumzo yanachochea uovu, marafiki wanaokuvuta chini, ukajikuta katika mazingira au marafiki ambao wanapenda kuongelea mambo ya zinaa, mambo ya kiovuovu. Epuka wale marafiki na ungali mapema, maana unakuwa kile unachokifikiria, unachokiongea, unachokiona na unachokihisi ndani yako. Ukilisha akili uchafu, utavuna fikra chafu. 4, badilisha fikra kwa makusudi. Usijaribu tu kuacha kufikiria uovu, badala yake uweka fikra mpya. Mfano, fikra ya tamaa ikija mara nyingi, fikiria juu ya utakatifu. Fikiria, je, hapa siendi kinyume na Mwenyezi Mungu? Fikra ya kukata tamaa, fikiria juu ya tumaini. Fikra ya kushindwa, fikiria ushindi. Hii ni vita ya makusudi ndani ya akili. 5, omba na umuombe Roho Mtakatifu akusaidie. Huwezi kupambana peke yako. Omba kila siku kuhusu fikra zako. Muombe Mungu akusafishe ndani. Ruhusu Roho Mtakatifu akuongoze. Nguvu ya kubadilika ipo, lakini lazima uishirikishe. Ni lazima uweze kumshirikisha Roho Mtakatifu, umuoneshe kwamba unahitaji kuweza kubadilika. 6, rudia mara kwa mara. Kubadili fikra sio siku moja, sio kitu cha siku moja, hapana. Ni mchakato, yani ni prosesi, ni vita ya kila siku, ni mazoea mapya. Unavyorudia ndivyo akili yako inavyozoea njia mpya. 7, badilisha mazingira yako. Mazingira yana nguvu sana. Kuwa karibu na watu wanaojenga, wanaokujenga, wanaongea maneno chanya, maneno yenye matumaini. Sikiliza mafundisho mazuri. Nenda YouTube, tafuta video zinazozungumzia vitu ambavyo ni vizuri na wala sio vitu vya kupoteza. Jiweke kwenye mazingira ya kiroho. Mazingira mazuri yanasaidia fikra kukua pamoja na kuwa na mtazamo
mtazamo mzuri. Elewa hili, fikra zako ni kama shamba, unachopanda ndicho utakachovuna. Ukipanda mema, utavuna utakatifu. Ukipanda mabaya, lazima utavuna uovu. Neno ya kukumbuka: usiruhusu kila wazo kuishi ndani yako. Chagua lipi libaki na lipi liondoke.